Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa. Ndugu yangu samaki wako hapa. Sasa umewezaje kwenda kulala usiku mzima kwenye maji? Hata samaki mmoja hakuna. Aise, jambo la kusikitisha sana. Kwa nini kuchekesha ndugu yangu ni nini? Hata tu masuala tu ya kawaida tu ndugu yangu. Halafu sasa, haya ni masuala ya kishoga. Okay. Asante kwa matusi yako. Unaweza ukaniona na kucheka ukajua mimi napendezwa na kilichotokea hapa. Lasha. Zamani ulikuwa unaitwa manga, watu wakija wote huku wanawake manga ukajaa sifa. Kichwa kikakuvimba kwa sababu kila mtu anakugombania. Kipe chako wanakigombania. Unakuja boksi 2, 3, sangine jaba, watu wanafuata mboga hapa kwako. Na mimi ndicho kilichonileta nikajua napata hapa mboga. Manga. Hii ni laana ya familia yako inakutafuna. Zile pesa ulizokuwa ukizipata kutokana na kilimo chako cha uvuvi kuwapelekea wanawake na kwenda kilabuni. Leo hata samaki 2 huna. Manga, hii ni laana ya familia yako. Badilika. Sawa? Na hii yote unaona kama nakucheka na kufundisha. Haya, leo unateseka peke yako. Usiku kucha umehangaika kwenye hili ziwa. Hata samaki mmoja hamna. Kwamba ziwa ndani wote samaki wamekufa, wameisha. Mimi sifurahi. Sina furaha hata kidogo, naumia kwa wewe manga na kujua leo unakuwa hivi. Nataka uwe manga yule wa zamani ambaye utajali familia. Kwa hiyo ninachokuomba mimi kitu kimoja. Sawa? Maisha yako yabadilishe. Badilika kabisa, achana na habari za wanawake. Laana hii ili kuondoke na ukamwombe radhi mke wako. Maana riziki yote inaanzia nyumbani. Vitabu vya dini vimesema. Na wewe riziki ukupeleka. Mimi naomba nikuache nisipoteze muda wangu. Maana nilichokifuata sijakiona. Huu ni ujinga. Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa. Tumaini limeshatoweka. Mama Tabita anaumia, watoto nyumbani waugua. Tumaini limepotea. Matatizo yanipita kipimo. Ningejua singecheza na shule. Kalumbe, naona umenuna sana mjomba. Unanunia kama nimekukosesha riziki. Ila masaa ndo haya mjomba, unaweza kawai joi. Usiwaze. Hao ni masuala ya kike wewe. Achana mimi. Pole sana kaka. Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa. Tumaini limeshatoweka. Mama Tabita anaumia, watoto nyumbani waugua. Tumaini limepotea. Sasa kwa hiyo bosi, tunafanyaje? Moja kabisa yule hatujamwaga, gamba limeisha kama unavyoona. Afu chino kinaingiza riziki. Kija kunoki hapa atakuwa mambo mengine tena, tunaona kama vile sisi ni manchwa. Lakini mimi najali chuma, ndio unijali mimi. Sasa dogo, unachonishangaza ni kitu hiki kimoja. Nimekupa pikipiki, kuna wakati hauleti pesa. Sawa? Hii ni mali yangu mimi, sio ya kwako. Na mimi tumeingia mimi na wewe mkataba. Ananunuaje oili? Pesa yangu hujaniletea. Inakwenda wiki ya ngapi? Chombo kishakuwa mali yako. Na oili unakuja kunipigia simu unataka nikuwekee oili. Kazi yangu ni kuweka magamba ya pikipiki. Lakini pia na chenyewe tena pesa imekuwa ya kwako.
Nanuaje gamba, hela naitoa wapi? Kwanza sikiliza, naomba nikapumzike kwa sababu tayari nimeshavurugwa huko, na wewe usinichanganye. Sawa, tutaonana baadaye. Sema ufanye kweli. Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa, tumaini limeshatoweka. Mama Tabita anaumia, watoto nyumbani waugua, tumaini limepotea. Hivi mama, binti yangu ulikuwa? Amna mama mdogo, nilikuwa tu kwa rafiki yangu, nilienda kumwangalia kidogo, alikuwa anaumwa. Umetoka hapo umeenda kwa rafiki yako, hujamwaga mtu yote. Vyombo umeviacha ni vichafu. Ulitegemea nani mfanyakazi wako aje aoshe vyombo? Mimi nilijua tu sichelewi. Pumbavu mkuu. Toka hapa, nenda ndani kachukua ile kanwe mkaa. Ish. Changamka. Kwa nileta mimi mazoea kitu kama Bora utoke ndani. Fanya haraka. Ukalale huko uone. Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa, tumaini limeshatoweka. Manga, mimi bado nimekuita hapa. Nataka nifahamu kitu kimoja kwanza. Wewe kila ukienda kutega nyavu hauvui. Sasa nataka nielewe kwa nyumbani una tatizo au tatizo ni nini? Wenzako kila wakija hapa wanakuja wamevua, ila wewe kila siku ukija unakuja umekosa. Sasa ile nakupa angalizo ambayo ni onyo la mwisho. Ukarudi tena kukosa kama unauziaga kwenye maji kwa samaki, wenzako kila siku wakija wanakuja wamevua, hii bana kunyang'anya vitu vyangu. Kwa sababu maisha yangu mimi hapo kwenye nyavu hapa ndio nategemea mimi kupata riziki kwenda kula na familia kule nyumbani nono. Mniambie nyumbani kuna shida gani? Hamna matatizo yote nyumbani. Sema tu Mungu ndio hajatoa. Kuna bosi wangu. Bwana, mimi mara kwanza hapa nilikuwa navua sana hapa. Ila bosi, ninachokuambia, naomba nafasi ya mwisho bosi wangu. Sasa mimi nimekupa siku 3. Kama hali itaendelea hivi, nitakunyang'anya nyavu zangu nimpe mtu mwingine. Maisha magumu yanatisha, maisha magumu, nipe nafasi nikueleze tunayopitia, nikueleze tunayoyaona. Habari. Safi vipi? Safi. Sikuelewi, mbona mikono mitupu? Unajua mke wangu nimechoka. Sijui Manga siku hizi amekuaje. Maka nashindwa kumuelewa. Kila siku leo ni safari ya ngapi? Ya 3. Anaenda kuvua, analala ziwani, lakini anatoka hata samaki mmoja hana. Lakini nikiangalia yale maneno uliniambia siku ile. Na vile zile dalili ni mnanazo siku ile unakuja naye hapa. Na vile uliniambia mke wake hamhudumii. Umeona? Anaenda kuvua huko, anashindwa kumhudumia mke wake. Yeye ni umalaya tu, ni kuvuta bangi, ni kuvuta sigara. Paka namuonea huruma mke wake. Yaani sikuficha mke wangu amenikera sana. Yaani ni bora tu hata ningejua mapema nisingekwenda kule. Ningekaa tu nyumbani kafanya shughuli zangu zingine. Naomba mimi nipumzike, nimechoka sana.
Haya bwana. Niko ndani. Maisha magumu yanatisha, maisha magumu. Nipe nafasi nikueleze tunayopitia, nikueleze tunayoyaona. Vipi tena mbona umekuja mikono mitupu? Chungu cha ugali hichi hapa kinachemka, nasubiria mboga kutoka kwako. Sasa ile tunakulaje sasa? Maana yake hiyo tabia inajizoea hiyo. Mara ya pili unakuja mikono mitupu. Nimechoka kula Mwanza. Nategemea mimi niete nini eti? Kila siku ni gomvi ndani ya nyumba, kila siku ni gomvi ndani ya nyumba. Hakuna amani yote ile ndani ya nyumba. Sasa nakwambia hivi, kuanzia leo utakuwa unakula kila siku ni dagaa, kila siku dagaa za Mwanza, kila siku. Mimi nikisema nikuulize haya maneno yanatokea wapi? Unataka nijibu? Nadhani wewe mwenyewe unaelewa kabisa. Chanzo ni wewe. Mahanga mume wangu kuwa hivyo. Umebadilika sana. Hivi ni nani anakubadilisha mwanaume wewe? Mwanzo ulikuwa ukiingia ndani unakuja na mfuko. Sasa hivi unakuja mavininginiza vidani vyako hivyo tu basi. Kwa hiyo tegemea mimi naishije? Hivi una akili wewe? Au na wake zako kwa wanakudanganya. Kwa hiyo mimi nitenga hapa chungu cha ugali, tegemea kwanza nasonga ugali na nini? Siwezi tena kula Mwanza. Na kama tumeshindwana, kila mtu ashike zake. Tatizo wewe unapenda kuongeongea sana, kama mdomo sana. Unapenda kuwasikiliza sana watu, unapa sikio sana. Huko maji sisi tunapoenda huko, saa zingine sio kwa tunalala huko, ndio maana unakujaga hapa nyumbani asubuhi. Sasa napo kama mdomo kako hapo, tutakuwa kula kila siku Mwanza, kila siku. Kwenda huko, mimi ninadagaza Mwanza kila siku, mpumbavu nini? Wewe mwanaume wewe mwanamke umempata aisha kuvuruga Siwezi. Nizani hata nishakuvumilia na mambo mengi wewe baba wewe. Nimechoka mimi, naenda zangu nyumbani. Nadhani hata ni mwanaume ni mvuvi anaenda kuvua samaki huko, kumbe anaenda kuvua nguo usiku mzima huko. Mpumbavu wewe. Haya maisha hivyo mimi siwezi. Nyo. Kwani kwa tu nimeua? Nimekwambia hivi na leo modani sitolala leo. Leo nakuja kufungasha vilago vyangu naondoka. Naamini kweli rafiki yako ndio adui yako. Ulikuwa ukija kule kazini kwangu unanishauri, kumbe ni mshenzi kabisa yani. Ndio maana kila mwenyewe unakuja kule kazini kwangu mimi unaangalia hali ambayo nilikuwa nayo mimi. Bado unabaki unanicheka. Eti sifanikiwi. Kumbe matatizo yote ni wewe. Nagombana na familia yangu mimi. Kumbe ni wewe matatizo yote unayosababisha. Manga, nilikushauri sana na hukutaka kunisikiza. Kingine usichojua ni kwamba huwezi kufanya kitu chochote nikashindwa kujua. Hivi huyu alijuaje kama mimi namfuatilia mke wake? Ndio maana nimekuambia Manga, hakuna chochote utakachofanya mimi nikashindwa kujua, iwe kwa kufikiria au kwa kufanya lolote lile, mimi nikakosa kujua, nitajua tu. Mama! We Manga we! Manga, laana ya familia inazidi kukutafuna. Njoo kwanza, njoo. Mbona damu gani analala mchana saa hizi? Yaani hata jua usikii. Daktari ndugu yangu. Nimeshakwambia hivi, laana ya familia inazidi kukutafuna. Angalia kama umeanza kuchanganyikiwa ndugu yangu. Yaani dalili zote za viashiria kwamba unaenda kueuka wewe. Manga, wewe ni wa kulala mchana hapa kwenye jua kali. Kweli inabidi wewe uanze kutafuta majukumu ya watu saizi kwanza kukusaidia kisaikolojia. Utakuwa umeshaanza kuathirika. Shida gani ya wewe kulala mchana hapa? Sinaongea na wewe Manga. Yaani acha kabisa ndugu yangu.
ni hatari tupu. Sasa Manga, kama nimekuja kukuta saizi mchana umelala, hata nilichokifuata huenda hata hakiko. Ngoja tu mimi niondoke zangu, ni ushenzi. Maisha magumu yanatisha, maisha magumu, maisha magumu. Nipe nafasi nikueleze tunayopitia, nikueleze tunayoyaona. Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa, tumaini limeshatoweka. Mama Tabita anaumia, watoto nyumbani wako. Vipi Manga? Sielewi, naona mnashikana na huyu mtoto, shida nini? Wewe mwenyewe unatambua mwenyewe. Matatizo yalikuwa yananikuta mimi nyumbani na familia yangu. Mpaka hivi sasa niliamua mke wangu nikafukuzilia mbali mpaka hivi sasa. Ila kwa hivi sasa na kitu kipya hichi hapa, kitu cha 2000. Wewe mwenyewe unakiona? Manga, life is not a rehearsal, it is performance. Mchelea haki atende ukweli. Sijui unanielewa ndugu yangu. Kwa nini kila siku naendelea kuyatupa maneno yangu kwa mtu asiyeweza kuyaona ni dhahabu akayakumbatia? Nilivyokuwa nimekushauri na ninaendelea kukushauri, ungekuwa unanisikiliza Manga, saizi usingefikia stage hii. Ndugu yangu, umepotea. Na hii laana ya yule mwanamke itaendelea kukutafuna siku hadi siku. Toka umefanya hayo, maisha yako kule kwenye kazi yamebadilika. Umepanda cheo. Nyumbani shida siziko vile vile, tena ndio zimezidi. Kwa nini unapenda kujivutia matatizo? Nimekwambia mke wa kwanza ndio mwenye kuja na riziki ndani mwako. Mtunze, mwenye kuweza kumheshimisha ni wewe. Lakini ulichofanya ni kazi bure. Kwa hiyo mimi ninachokuomba Manga, tunavyoongea hapa, huu mguu nikiutoa hapa, sitaki kukuona nyumbani kwangu. Hutaniona kwa kazini kwako, hutaniona sehemu yoyote inayokuhusu wewe, kwenye ushauri, kwenye chochote, na usinifate. Maana siwezi kuwa namshauri mtu mpumbavu, asiyejielewa, asiyekuwa na akili, kwa sababu ya kubadilisha wanawake. Na hayo ndio maisha unaona mazuri, kwamba ndio stress zinakwisha. Huu ni upumbavu. Sitakubali tena kumsaidia mtu asiyeweza kujisaidia hata kwenye fikra zake. Ujinga. Huyo achana naye yule. Sisi tukafanya mambo yetu tu. Hivi wewe unaniona mimi chizi eti? Sina akili. Uliniambia huna mtoto wala huna mke. Huyu ndugu yako kasemaje hapo? Au ndo unataka tena kuninafikia? Tena nakwambia kuanzia leo nisikuone ofisini kwangu. Mjini hakuna shamba, ukipata tu sukuma unajimwaga. Nimekosa kila kitu. Mke, watoto, kazi. Tutafanyeje? Hivi sasa mimi naishiwa, najikuta sina pesa, tumaini limeshatoweka. Mama Tabita anaumia,
watoto nyumbani waugua, tumaini limepotea. Matatizo yanipita kipimo. Ningejua singecheza na shule. Eti mjini hakuna shamba, ukipata tu sukuma unajimwaga. Maisha magumu, maisha magumu.